Naitwa Geoffrey Mabula, ni kukaribisha tena katika somo la leo, somo zuri kabisa. Kama ambavyo nimeendelea kukupatia masomo mazuri siku zote, na leo tena na somo zuri, hali halisi ya ulimwengu. Hali halisi ya ulimwengu leo. Tunapoangalia ulimwengu wa sasa, tunaona wazi kwamba wengi wamechoka kiakili, kimwili na kiroho. Kila siku habari zetu zinajaa majanga, vita, magonjwa, ufukara, dhuluma, rushwa na kukosekana kwa upendo. Vijana wengi hawana matumaini ya kesho. Wazazi wengi wamelemewa na gharama za maisha, huku watoto wao wakipotea kwenye mihangaiko ya dunia na vishawishi vya mitandao. Kwa lugha nyingine, ulimwengu umekata tamaa. Watu hawana tena nguvu ya kuendelea, na wengi wanajikuta wakilia kimya kimya usiku. Hii ni hali ya uchovu wa ndani inayowafanya wengi washindwe kutabasamu hata wanapokuwa na mali au cheo. Biblia ishatabiri haya, ikasema, sikia, na katika dunia watakuwa na hofu na watu wakivunjika mioyo kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu huu. Nakumbuka ni Luka 21:26 hiyo. Yesu alionya kwamba kabla ya kurudi kwake, dunia itajaa msongo na kuchoka kwa sababu ya dhiki nyingi. Sababu zinazopelekea uchovu na kukata tamaa, hebu basi tuziangalie hizi. Jambo la kwanza, shinikizo la maisha. Watu wanakimbizana na maendeleo, lakini wengi hawafikii walipotarajia. Hali hii inaleta msongo wa mawazo, yaani stress. Jambo la pili, upweke wa ndani. Pamoja na teknolojia, watu hawana marafiki wa kweli. Wengi wanajisikia upweke ingawa wako kwenye mitandao ya kijamii. Jambo la tatu, vita na majanga ya asili. Migogoro na mafuriko, ukame, tetemeko na magonjwa kama COVID-19 imeacha dunia ikiwa na hofu na uchovu. Jambo la nne, ufisadi na dhuluma. Watu wanakata tamaa wanapoona wachache wakila matunda ya wengi, huku haki ikipotea. Kuishi bila kusudi. Wengi hawajui kwa nini wanaishi. Kukosa maana ya maisha hupelekea uchovu wa nafsi. Sasa ni kwa nini nawashauri tuachane na misongo na mawazo hayo? Kabla tujaenda kuona namna ya kutokana na changamoto hizo, hebu tuangalie kwanza athari zake ni zipi za kuwa na msongo. Sayansi imethibitisha kuwa msongo wa mawazo na kukata tamaa husababisha magonjwa ya moyo na shinikizo la damu, lakini pia kupungua kwa kinga ya mwili. Na jambo lingine, ugonjwa wa akili, mfano depression na accent. Kukosa usingizi
hivyo mwili ushindwa kujijenga upya. Kuongezeka kwa hasira na migogoro ya kifamilia. Kwa lugha nyingine, mtu anayekata tamaa sio tu anateseka kiroho, bali pia mwili wake huathirika moja kwa moja. Suluhisho kupitia kumwamini Yesu pekee. Suluhisho la kutokana na mambo haya ni kumwamini Yesu pekee. Hali hizi zote haziwezi kutatulika kwa dawa za akili peke yake, wala kwa pesa peke yake, bali suluhisho la kweli linapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Yesu anasema, amani na waachieni, amani yangu nawapa, si kama vile ulimwengu utoavyo, mimi nawapa ninyi. Yohana 14:27. Hii ni amani ambayo haitegemei mazingira ya dunia. Yesu anatualika wote katika pumziko hili. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Yesu hutoa kusudi jipya la maisha. Wakati mtu anamwamini Kristo, maisha yake yanapata maana mpya kabisa. Mwamini Yesu rafiki, mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Yesu hutoa tumaini la maisha ya baadaye. Hata tukikabiliwa na mateso sasa, tuna hakika ya uzima wa milele na dunia mpya isiyo na machozi. Sasa sikia, hapa kuna ushauri wa kisayansi ili kuepukana na misongo. Jambo la kwanza, mazoezi ya mwili. Hebu ujitahidi kufanya mazoezi angalau dakika 30 kwa siku. Hii inapunguza msongo. Jambo la pili, lishe bora. Na jambo la tatu, kupumzika na kulala kwa kutosha. Jambo la 4, kufikiri chanya. Uwe na mawazo mema. Badala ya kuona matatizo pekee, tafuta baraka ulizonazo. Biblia inasema hivi, mwishowe ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yaliyo ya heshima, yaliyo ya haki, yaliyo safi, yafikirini hayo. Wafilipi 4:13. Hiyo ni Wafilipi 4:8. Wafilipi 4:8. Jambo la mwisho ni kufanya maombi na kutafakari. Hii itakuondolea msongo na kukupa tumaini kabisa kabisa kabisa. Mwamini Yesu rafiki. Mwamini Yesu. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Yesu anakupenda. Naam, ni wewe mwenyewe. Yesu anakupenda. Usikate tamaa. Mimi mwandaaji ni Geoffrey Mabura. Naam, usikate tamaa. Mungu anakupenda. Bye bye.